inakuwa malaika wa saba alimimina kikombe chake angani. Sauti kubwa ikatoka hekaluni ndio mbele ya kiti cha mfalme kikisema, imefanyika. Ni kusema hii ni ujio wa Yesu Kristo. Pigo ya saba ni kwenye Kristo angali atashuka kuja kuokoa watu wake. Ni kusema ishara zitakazoonekana tangu ukombozi mpaka kurudi kwa Kristo. Kristo atakuja muhiyo pigo ya saba. Watakamata mpango wa kuua watakatifu wa Mungu katika siku fulani. Wengi watapiga kelele ili wajitupe juu ya watakatifu ili wawaue, lakini sauti ya Mungu itasikika, tazama juu, imekwisha. Sauti tatoka mbinguni. Wale watu waovu watasikiaka ile sauti kama mnguruma mkubwa wa mvua kale. Kumbe watanaambia watoto wake safari yao ni karibu, wajitayarishe, ako karibu kuja kuwatwaa. Na sasa mbele Kristo atokee, kutakuwa unabii unaosema la resurrection partielle. Ni kusema kutakuwa kakundi pale kakutoka tena kuja kusherekea pamoja na batu 144,000. Hapa Kristo atakutana watu wangali wazima. Nusu ya watu wangali wazima hawaja kufa bado. Wale wataitwa wa 144. Na kutakuwa wale waovu ambao nao walikuwa na dhambi, ni wale walipata mapigo, nao watakuwa wangali hai nao na hawaja kufa. Ile kundi mbili zitakutiwa pale. Sasa Kayafa alipomuuliza Kristo, wewe ni mwana wa Mungu kweli? Yesu alipaswa kujibia nani Kayafa seme, na sasa bado kidogo utamuona mwana wa Adamu anapokaa kuume kwa baba yake. Sasa inafaa sasa Kayafa naye kukue wakati Kayafa watu watakaofufuka muile ufufuo ndogo ni wale waliofundisha ujumbe wa malaika watatu. Wale nao watafufuliwa mukale ka resurrection partielle. Na wale watu ambao walichekeleaka Kristo watangazaji ujumbe wakisha kusimama, na waliomchoma na waliomtukana na waliomtundika Yesu na Herode na Wafarisayo na waandishi nao wale wote nao nafaa wafufuke. Danieli nasema, Danieli 12:2 nasema kutakuwa baadhi ya watu wanaolala katika mavumbi watafufuliwa, kusudi wengine kwa ufufuo wa uzima, wengine kwa ufufuo wa kuhukumiwa, waje wafezeeke. Ni wakati ule sasa hawa watu watafufuka, wale walioleta ujumbe wa malaika watatu na wale walio Kayafa na watafufuka. Sasa Kristo akutane kundi hizi mbili na hizi kundi hizi mbili. Baadaye sasa atatokea na atatokea na mwangaza mkubwa sana wa kutisha. Hawa wote sasa ile mwangaza watakapoiona, wataona ni kwamba ni yule mwenyewe alikuwa wakizarau, ni ule mwenyewe walikuwa wakiumiza, ni ule waliotwanga makofi na kumtemea mate, wakuje tu kufezereka tu, na ile mwangaza itawauwaka tena watakufaka. Sasa hawa waliosimama wale watangoja, na wale sasa tangia Abeli nao ngungi lie, tarumbeti lie, iwalamushe nao waamshwe. Hizi kundi tatu sasa wapande pamoja, ile 144. Na hawa wenyewe walitekeleza ujumbe wa malaika watatu, wenyewe walifufuka wakati wa Kayafa, walifufuka. Na hawa sasa tangia Adamu na Abeli nao vile ukufufuka, nasa wote wanachukuliwa mbinguni. Hiyo ndio pigo ya saba, ndio itakuwa ni iko mwisho wa wana wa Mungu waokolewe waende mbinguni. Mungu atujalie neema yake, kusiwe hata mtu mmoja atakayebaki hapa. Nyinyi ambao mumesikia sauti hii, mumesikia video hii,
mujihazari sana, mujihazari kuingia katika ujumbe wa alama ya mnyama. Alama ya mnyama ni ile ile Dimashi na alama ya Mungu ni ile ile Sabato. Mungu atujalie neema yake kusudi ujumbe huu tuingize katika akili zetu na kuifuatilia, na tuulize vema Biblia ingali itatubia. Tuomba yale kupitia jina la Yesu.